kuyaondoa. Kwa kuwa tuna damu ya mwana kondoo, acha asubuhi ya leo na mchana wa leo yakaondolewe kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu ananielewa nipungie namna hii, weka na vigelegele vya kueleweka. Haleluya. Mtikise mwenzako, mwambie upo darasani. Sasa tuangalie hapa sababu zinazofanya watu wengi kuacha kulitumikia kusudi. Sababu zinazofanya watu wengi kuacha kulitumikia kusudi. Sababu zinazofanya watu wengi kuacha kulitumikia kusudi. Kumbuka pale mwanzo nilikwambia kila mtu ana kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yao. Sasa kuna sababu zinazofanya watu wengi washindwe kulitumikia kusudi. Jambo la kwanza, wakati jeraha la maneno likasababisha ukafa kiroho. Wakati jeraha la maneno likasababisha ukafa kiroho. Wakati jeraha la maneno likasababisha ukafa kiroho. Hasa usipopata msaada wa mapema. Hasa usipopata msaada wa mapema. Ni sababu gani zinawafanya watu wengi wakaacha kulitumikia kusudi? Jambo la kwanza nimekwambia, wakati jeraha la maneno likasababisha wakafa kiroho. Hasa wasipopata msaada wa mapema. Hasa wasipopata msaada wa mapema. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza. Nataka tusome hapo wote tufike 22. Si mna Biblia? Wale wenye Biblia naomba tusome Wafalme wa kwanza 22:34. Wafalme wa kwanza 22:34. Biblia inasema hivi: mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuunga mavazi yake ya chuma. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Hebu sema, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Sija kusikia, sema kwa kuwa nimejeruhiwa. Biblia inasema hapa huyu mtu aliyepiga upinde ni kwamba mfalme alikuwa vitani. Mfalme alikuwa wapi? Alipokuwa vitani alikuwa anatamani jeshi lake lipate ushindi. Tunaambiwa adui akavuta upinde akampiga mahali pa kuungia mavazi yake ya chuma. Biblia inasema ule mshale ukapita moja kwa moja ukamchoma moyo wake. Ulipomchoma moyo wake, mfalme akamwambia yule mwendesha gari lake, akamwambia geuza gari, maana nimejeruhiwa sana. Watu wengi wanashindwa kulitumikia kusudi la Mungu kwa sababu ya maneno yaliyorarua mioyo yao. Hivi hujawahi kukutana na mtu anakutamkia neno unahisi kama ni kiwembe kimepita hivi? Mfalme anamwambia geuza gari. Ukisoma ukiendelea vizuri anasema hivi: jioni ilipofika akakata roho. Kilichomuua, alikosa msaada wa mapema. Kugeuza gari aligeuza. Kuna watu wengi wako hapa wamejeruhiwa, maneno yamewachoma. Anapozungumza mshale ni kama maneno yanayorushwa kwako. Wamechomwa, wakaacha kulitumikia kusudi. Wakakimbia kuimba kwaya, wakakimbia kuimba praise, wakakimbia kuhubiri. Wakasema kama kuhubiri ndio hivi, afadhali niache.
Kumbe hujajua rohoni unajimaliza taratibu. Karabashanda rabusa. Mwangalie mwenzako, mwambie umeacha kulitumikia kusudi la Mungu. Ngoja nikwambie, huyu mfalme alikuwa anatafuta ushindi. Unapoliishi kusudi la Bwana, unatafuta kupata ushindi kwenye hilo kusudi. Ngoja niongee sentence tena unielewe. Unapoliishi kusudi la Bwana, unatafuta ushindi ili uendelee kuliishi hilo kusudi. Sasa fikiria sasa, kama uko ndani ya kusudi alafu ikatokea neno likakujeruhi, safari unaiahirisha. Unasema Bwana, mimi kama mapambano ni hivi, acha tu ikae yenyewe, yani ishe hivyo. Vijana wa mjini wanasema hata sielewi. Hata sielewi. Hivi unajua kwenye huduma unaweza kukutana tu na mtu, ulikuwa unaimba zako wimbo cha kutumaini sina, akakwambia hadi unaimba vibaya hata babu yako anaangalau. Lile neno ukalichukua, ukaliweka kwenye moyo wako, likakuumiza. Nimeambiwa naimba vibaya, nimeambiwa naimba vibaya. Kumbe linaua ile kusudi. Ile hatima ambayo unayo inanyonywa taratibu tu. Yaani kadiri unavolia. Mwangalie mwenzako. Hivi ulishawahi kujiuliza, askari tuliowatuma vitani wanajeruhiwa wote alafu hakuna ushindi tunaopata? Ulishawahi kujiuliza inakuwaje hiyo picha? Ushawahi kujiuliza kwenye usharika wanawekwa walinzi waombaji alafu wakajeruhiwa? Ambia Bwana, hii kazi hatuiwezi. Na waliitwa mbele, ni viongozi wa faragha waliitwa mbele. Wakasema kazi ni yako bwanangu, tunayofanya nini? Wakaimba na ule mwingine, Bwana uliyewaita watakatifu. Hebu tuimbe. Bwana uliyewaita takatifu wawe mitume wachu paka hapo. Wakaimba, baadaye wakakutana na mtu akamwambia, kwenye uongozi wako hakuna lolote ulichokifanya zaidi ya kuporomosha kundi. Anakata tamaa kwenye mretemo. Hivi unajua kuna Elia wangapi wako huko wamekaa? Unajua unawezekana wewe ni Elia umekaa kwenye mretemo pasipo kujua. Neno tu limekujeruhi. Hujawahi kukuta mna kikundi kizuri labda cha kusaidiana cha marafiki, ghafla unajikuta unajiondoa, unasema wamenichukiza sana, wameniuzi sana, wamesema nina mwandiko uliokaa hivi kama barabara ya kilema. Unaacha kulitumikia kusudi, unapambana na maneno. Unapoona neno la namna hiyo, jifunze kuvaa silaha za vita. Yaani hata ukilala usingizi, ikiwezekana lala na zile silaha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Anapozungumza uhodari ni pamoja na kuyapangua maneno yao katika. Haleluya. Alafu anasema vaeni silaha zote mkaweze kumshinda nani? Kwa kuwa kushindana kwetu si juu ya damu na nini na nyama, bali ni katika falme na mamlaka. Sasa ngoja nikwambie, kuna wakati unatakiwa uishi maisha ya kikomando. Masaa 24 wewe umevaa chepo ya wokovu ili wasije akatupa maneno kwenye kichwa chako, kwenye ufahamu wako. Lakini usiishie tu kuvaa chepo ya wokovu, ingia vaa diria haki kwenye moyo wako, ili watakapotupa maneno ya kujeruhi moyo wako, wanakutana na diria haki inayapangua. Pigie Yesu makofi. Usiishie hapo, ushike ngao ya imani. Wakituma unafanya namna hii tu, unapush, unasukuma, unasogeza. Usiishie hapo, kamata upanga wa Roho.
yakija unafeka, kwa sababu maneno mengine yanakuja kama kwa sura ya watu, feka. Alafu unavaa mkanda wa kuwa tayari kwamba liwalo na liwe, yakija maneno mimi niko tayari, mkanda wa kweli. Alafu unavaa na mabuti ya utayari, unalala nayo. Unafikiri utaacha kulitumikia kusudi la Bwana? Wakisema ufai, unasema mimi nafaa kwa jina la Yesu. Wakisema uwezi, unasema mimi naweza kwa jina la Yesu. Wakikukataa, unasema mimi nimekubaliwa na Bwana. Oh, haleluya! Nisaidie kumshangilia Yesu. Karaba shakataraba. Jesus. Hivi kuna mtu naongea naye hapa? Kuna mtu nazungumza naye hapa? Eti unazira kula kwa sababu eti umesemwa. Yaani wakikusema kama ulikuwa unakula sahani moja ongeza ya pili, ili wajue kwamba bado hujamkataa Bwana, bado hujamwacha Bwana. Wakisema hutakunywa chai asubuhi, unakunywa nzito ya maziwa, na mchana unakula chakula cha mchana, na jioni unakula chakula. Wakisema mbona tumemsema kwa maneno yote haya na bado ananenepa? Acha nikwambie, kwa kuwa una silaha za Bwana, maneno yao yanapanguliwa namna hii. Wewe unazidi kustawi, wewe unazidi kustawi. Kama kuna mtu ananielewa, anisaidie kumshangilia Yesu. Karabashaka. Haleluya. Haleluya. Nisaidie kumtikisa mtu hapo, mwambie vaa silaha za Bwana. Mfalme alizivaa ndio, lakini jeraha likaingia, akaliruhusu jeraha, alafu baadaye anakufa. Ulishawahi kujiuliza, unamsomesha mtoto ndio yuko vitani sasa, anatakiwa aje na ushindi wa elimu aliyoisoma, alafu ghafla kuna mshale wa maneno tu aliambiwa tu kwamba wewe hutaka ufaulu kabisa. Yaani wewe ni kama babu yako, yule babu yako mwingine, hutaka ufaulu. Lile neno likamjeruhi, akaacha kusoma. Hivyo ushawahi kujiuliza, unapeleka mtoto shule unategemea aje na matokeo mazuri, anakuja na matokeo mabaya? Kilichokuwa kwa mfalme. Kuna watu wengi tumeacha kupigana vita kwa sababu ya majeraha. Tumeacha kusudi kwa sababu ya majeraha. Kitabu kile cha Ayubu 34. Ayubu 34 mstari ule wa 6. Ayubu anasema hivi: nijapokuwa mwenye haki, nimehesabiwa kuwa muongo, jeraha yangu haiponyeki, nijapokuwa sina makosa. Anasema nijapokuwa mwenye haki, nimehesabiwa kuwa muongo,